Yuda 1, Yuda sura ya 1 mstari ule ni wa 3, anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote. Wokovu ulioletwa kupitia Biblia, kupitia neno la Mungu, kupitia roho ya unabii, ni wokovu wetu sisi sote. Ni sauti ya Roho Mtakatifu ya kwamba, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, na wenyewe imani hiyo wakaisambaza kwa njia ya manabii na mitume. Na sisi tunachukua jukumu la namna hiyo kuishindania imani, na sisi kama Bwana akichelewa, na sisi tuisukume mbele kwa wengine, kizazi kingine na kingine. Biblia inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote. Huu wokovu, washiriki wa Mungu, wa ndugu zangu wapendwa, mliokuja kwenye maombi haya kwa unyenyekevu wenu, mliosukumwa na Roho wa Mungu, neno la Mungu linasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye. Niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kuja kwako kwenye maombi hivi ni kushindania imani. Kuhudhuria mikutano hii ni kushindania imani. Kudumu katika maombi, kusoma neno la Mungu, kusambaza ukweli kwa wengine ni kushindania imani. Ndiyo maana kwenye fungu elekezi hili nililolisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 kwamba, hatimaye muzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Muwe hodari. Washiriki tuwe hodari katika pambano kuu la kiroho. Vaeni silaha zote za Mungu. Mojawapo ni maombi kama haya, ni kuvaa silaha, kusoma neno la Mungu, kuhubiri Injili, kuchukua vitabu na kuvigawa, machapisho na kwa sauti, machapisho na kwa sauti. Nilikuwa naongea na ndugu yangu mpendwa muda mfupi uliopita kwamba Nabii Mama Ita anasema kwa kalamu na kwa sauti, kwa kalamu na kwa neno. Ndivyo ilivyo. Anasema washiriki wengine wanatembea hawana silaha, wako uchi kiroho, wako uchi kiroho. Lakini Biblia inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Lakini wavijana wengi wako uchi kiroho, hawana silaha. Mabinti wengi na wamama na wababa, hata washiriki waliobatizwa miaka mingi, bado kiroho wako uchi. Lakini neno la Mungu linatuhimiza kwamba vaeni silaha zote. Na shetani muovu, Ibilisi, joka wa zamani aitwaye Ibilisi na shetani, akikuona uko uchi kiroho, hauna silaha yoyote ya kujitetea, utasombwa kama maji yanavyogarikisha
wakati wa mafuriko. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Leo nitawaambia maneno mengine watoto wa Mungu, jinsi wafalme na maraisi watakavyosaliti dunia. Wafalme na maraisi watakavyosaliti dunia. Tutasalitiwa wakati wafalme na maraisi na wakuu wa nchi watakapoungana na shetani na joka na mnyama wakiungana. Wakati wewe utakuwa wapi? Utakuwa mgeni wa nani? Sasa hivi wale malaika 4 wanaoshikilia pepo 4 za nchi ndio wanaoshikilia serikali za dunia. Malaika wale 4 wanaoshika pepo 4 za dunia watakapoachia, maraisi na wafalme wataungana na joka na mnyama, na ndipo dunia itakuwa katika hali ya giza kuu. Shetani atafanya vile apendavyo kuwadhuru watoto wa Mungu. Ndiyo maana Biblia inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Waimbaji juzi mliimba, giza kuu litaifunika dunia. Biblia inasema juu ya wakuu wa giza hili. Wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Leo adui amefanikiwa. Washiriki wengi wamenyang'anywa Biblia, ila wajijui. Wanajua tu ya kwamba ni simu, ni teknolojia, ni sayansi na maendeleo. Wengi sasa hawanunui Biblia, wakati Biblia inasema vaeni silaha zote za Mungu. Juzi nilihubiri hapa nikasema maneno haya, hata leo ninarudia kuyasema. Hivi nilivyo hapa, ninayo simu hii. Maneno ya Mungu yanaweza kuwa katika hii simu humu, yanaweza kuingizwa yakawemo, ni sawa yawemo, na unaruhusa kuyasoma yakiwa humu. Yatakusaidia vile vile, kwa sababu ni neno la Mungu limo humo kwa njia ya teknolojia. Lakini kamwe simu haijawa Biblia. Biblia ni hii, ni silaha. Hakikisha katika sebule yako, mezani, weka Biblia. Chumbani, weka Biblia. Weka. Watu wa dunia wanaweka matambiko, wanachimbia nje hirizi zao. Hata wengine wanaweka kwenye miima ya milango hirizi. Wengine wanaweka kwenye vitanda vyao hirizi. Wewe weka Biblia kwenye meza. Weka Biblia chumbani unapolala. Weka Biblia yako kwenye gari. Biblia takatifu. Weka vitabu vya roho ya unabii chumbani, sebuleni,
na mahali pote. Silaha. Kuwa na maombi mengi mpendwa. Kuwa na maombi na sala kwa wingi. Soma neno la Mungu. Soma vitabu vya roho ya unabii. Nunua vitabu ugawe. Alika majirani kuja kanisani. Waambie neno la Mungu linalo okoa. Usione aibu. Maana neno la Mungu limesema wazi ya kwamba vaeni silaha zote za Mungu. Zote. Labda nizisome ili muzione baadhi ya silaha hizo. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu, mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Na hizi ni siku za uovu. Mtume anasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mkiukomboa wakati. Na hapa anasema kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama katika imani. Kama mimi Muadventista ni msabato, ni mshiriki wa kanisa, mkisha kuyatimiza yote kusimama katika imani yako bila kuyumbishwa. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Ukweli wa neno la Mungu usimikwe ndani ya moyo wako. Ukweli wa Biblia. Sabato iandikwe kwenye moyo wako. Amri 10 ziandikwe kwenye moyo wako. Kristo mfalme akae ndani yako kwa wingi. Neno lake lijengwe ndani yako. Biblia inasema basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Uwe mwenye haki. Tenda haki. Tenda neno la haki. Uwe mtenda haki. Ishi kwa haki, si dhuluma. Na kufungiwa miguu utayari tuupatao kwa injili ya amani. Miguu yako iwe mizuri kupeleka vitabu nyumba kwa nyumba, kupeleka machapisho kwa wengine. Miguu yako iwe yende kuhubiri wengine ukweli wa wakati huu. Ni silaha. Zaidi ya hayo yote, mkitwaa ngao ya imani. Imani. Muishi ndani ya imani. Waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu wakafa, wakatuachia urithi wa imani. Angalia walivyokufa. Angalia walivyokufa. Muwaone. Biblia inawasimulia, neno la Mungu linawasimulia walivyokufa kwa imani. Kwa imani. Ni kwa imani. Ni kwa imani. Hata nikianzia kwa huyu mwanamke, nikiwaacha wote kwa imani. Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi 3 na wazazi wake, kwa sababu waliona ya kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo
ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Sasa nije kwa mwanamke, nije kwa huyu mwanamke aliyeshindania imani. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Rahab kahaba, Mungu akitaka kumuokoa mtoto wake, angalie hali yake ilivyo. Juzi niliwaambia wale waliomwagiwa mvua ya vuri, msifikiri ya kwamba walikuwa ni watakatifu. Wale waliomwagiwa mvua ya vuri wakati wa Pentekoste walikuwa kama sisi. Bidii yao ya kumtafuta Mungu kwa maombi, kwa sala, kwa dua, kusoma neno la Mungu, kujinyenyekesha, kuungama dhambi, kutubu dhambi, kumgeukia Bwana na kumkaribisha Roho Mtakatifu katika maisha yao, ndipo walipojinyenyekesha chini ya miguu ya Bwana Yesu, walikuwa tayari kumwagiwa mvua ya masika. Ndivyo na huyu Rahabu alisema habari zenu. Huyu Rahabu mkahaba, yeye alisema yeye kumbe kule Yeriko anasoma neno la Mungu, anasikia jinsi Waisraeli walivyotoka Misri na jinsi Mungu alivyowapa ushindi wa Israeli. Alisoma neno la Mungu na kutii, na jinsi miujiza ilivyotendeka. Wenyewe wanakuja, mwanadada huyu Rahabu akawakaribisha wapelelezi kwa imani. Fikiri kazi yake ndiyo hiyo. Lakini sasa anasema ya kwamba kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Nami niseme nini tena? Maana wakati usingetosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefuta na Daudi na Samueli na manabii, ambao kwa imani walishinda miliki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba. Kina Danieli hao wakafunga vinywa vya simba. Walizima nguvu za moto, Shadrach, Meshach na Abednego. Waliokoka na makali ya upanga. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Sikiliza hapo sasa vizuri sana. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Walikuwa hodari katika vita. Walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Lakini wengi waliumizwa vibaya sana, hata kuuawa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wapate ufufuo ulio bora. Waliumizwa. Biblia inasema wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo gerezani na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno. Katwa na msumeno kama ubao unavyokatwa. Fikiri nyama zilizokuwa zinamwagika, damu inamwagika, wanakatwa na misumeno. Walikatwa kwa misumeno. Walijaribiwa, waliuawa kwa upanga. Walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa mabaya. Wale wa Aldesia wakikaa milimani kama wanyama wa porini.
wanatoka milimani wakiwa na vijizuu walivyoandika kwa mikono yao, wanaenda sokoni kama kununua kitu, wanaacha vijizuu ambavyo walikuwa wanaandika wakiwa katika majabari ya mawe mlimani, wanakopi, wanaandika, wanaikopi Biblia. Leo sisi tunaisusia Biblia. Hii ilikuwa inakopiwa kwenye vikaratasi, maana Biblia zilikuwa zitakiwi. Wanakopi maandiko mistari kadhaa na kadhaa, wanaenda sokoni wananunua, wanaacha hapo maandiko. Wanaenda mjini, wanaingia, wanamaliza, wanakimbia tena mlimani kwenda kujificha. Dini hii dini ni ajabu sana. Ndio maana Biblia inasema hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Sasa Biblia inasema ya kwamba walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walilazimishwa katika dora ya Rumi, mnyama akiwa amechachamaa. Walichuna kondoo au mbuzi, wanawavika ile ngozi watakatifu, alafu wanaambiwa watembee kwa kama kondoo au mbuzi anavyotembea, na wanaachia wanyama wakali, masimba yenye njaa yanawararua, huku wamevaa ngozi za kondoo. Wanaambia tembeeni kama kondoo. Biblia inasema ya kwamba walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, waliteswa, wakatendewa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima, katika mapango na katika mashimo ya nchi. Ndani ya mashimo, ndani ya mapango walijificha. Mnafikiri sisi tuna dini? Mnafikiri sisi mbona tuna raha kabisa? Huu ni raha mustarehe. Tuko raha mustarehe. Tuko raha mustarehe. Watu hawa wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakupokea ahadi, hawakupokea katika hayo yote waliopitia, hawakupokea ahadi. Kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Kama lile fungu nililolisoma jana, wale waliovikwa mavazi marefu meupe, wakasema ni lini damu yetu italipizwa kisasi? Hao walioimwaga damu wakapewa mavazi marefu meupe, wakawaambia walale tu paka hesabu ya wajori wao itimie. Wanatungoja. Unajiandaaje? Mama unajiandaaje? Baba unajiandaaje? Kijana unajiandaaje? Mnajiandaa vipi? Na si wengine wa Kristo, Waanglikani na Waromani na Wapentekoste, Moravian, AIC, sio wao wanaoambiwa, ni wewe na mimi. Na Baba anakujua, anawajua, ananijua, kwamba nyinyi anataka muokolewe. Ndio maana mkaijua nuru hii, mkalijua kanisa la haki, mkalijua kanisa la kweli linalotunza amri 10 za Mungu na imani ya Yesu, mkabatizwa ubatizo wa maji mengi, mkakubali kuikiri imani. Japo wengine bado ni wadhaifu, ni wanyonge, naye Yesu ameinua mikono yake yenye matundu, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hajakataa mshiriki hata mmoja.
hata yule mdhambi ambaye sisi twaweza kumhukumu ya kwamba huyu ni mdhambi, huyu naye ni mshiriki gani? Yesu anampenda. Anawapenda washiriki walio wadhaifu na walio wanyonge. Sema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, mnaosumbuka kwenye ndoa zenu, mnaosumbuka kwa sababu ya ugumu wa uchumi, mnaosumbuka kwa sababu ya kusumbuliwa na wazazi, kusumbuliwa na mume, kusumbuliwa na mke katika ndoa, mnaosumbuka na kutafuta namna ya kutunza familia, unaosumbuka na dhambi, mara unasimama mara unaanguka, wakati mwingine unakwepa meza ya Bwana. Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anawapenda watu wake. Aliwapenda upeo. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hakuna. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Anasema ya kwamba na hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakupokea ahadi. Wamelala tu waliokatwa na misumeno hawa. Wale Waldensia waliokuwa wanakaa kwenye mapango na kwenye milima, bado wamo humo. Bado wamelala tu, wanangoja. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa ya kuwa kwa sababu ya imani yao hawakupokea ahadi ya uzima wa milele, hawajaokolewa bado. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, tuwaone hao wafia dini na sisi tutembee kwenye njia hiyo. Tukubali kifo, tukubali mauti, tukubali mateso, tukubali tupate ufufuo ulio bora. Nilisema juzi hapa ya kwamba apisha mtoto wako kwamba hii ni Biblia, ni kitabu cha Mungu, umekiweka mkononi mwako, ulimtoa tumboni mwako, alitoka katika viuno vyako, mwekee Biblia mkononi, mwambie ninakukabidhi, ni kitabu cha Mungu hichi, ni Biblia hii. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamae upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Mfano wake hautakuwapo, haukuwepo mfano wake tangu lipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Jioni ya leo umeandikwa, utaandikwa. Jemedari mkuu atasimama upande wa wana wa watu wako. Yesu hawezi kusimama na wewe wakati haufanani naye. Haufanani naye. Atasimamaje na wewe na wakati hujafanana naye? Paka ufanane naye kwa tabia. Atasimama upande wa wana wa watu wake. Nageuka kwa pambano kuu liko mbele yetu. Sikiliza maneno haya. Kitabu cha Ufunuo sura 12. Naomba tuone katika Ufunuo 12. Kitabu cha Ufunuo sura 12. Garia Ufunuo sura 12, fuatana na mimi pale Ufunuo 12. Neno la Mungu liko wazi, linasema 12 mstari wa 7, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi,
na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Vita vilipoanzia mbinguni, Yesu mtukufu akashinda pamoja na malaika watakatifu, watiifu, wanyenyekevu, wanaomtii Muumbaji, wanaomtii Yesu, wanaomtii Muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, aliyekuweko, aliyeko na atakayekuja. Mungu mtukufu mwenye uwezo, hakuanza wala hata kuisha, ndio walioshinda. Yesu alishinda pamoja na malaika zake, wakashinda. Sasa angalia sasa neno ninaloomba nililete kwenu. Naomba neno hili nililete kwenu. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aliyewaangusha mataifa, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa chini. Mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Fungu la 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Pambano ni kali, ni dakika ya mwisho. Pambano ni kali mno, akijua ya kwamba ni dakika za kinyang'anyiro, ni dakika za mwisho, dakika za mwisho kabisa hizi. Sasa audanganyaye ulimwengu mzima. Soma nami tena uone jinsi anavyowafanya wafarume, jinsi anavyowafanya wafarume. Mathayo sura 24 mstari wa 24. Audanganyaye ulimwengu wote, audanganyaye ulimwengu wote. Mathayo 24, utasoma pamoja nami. Mathayo 24 mstari wa 24. Mathayo 24 mstari wa 24. Neno la Mungu nasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapotosha kama yamkini hata walio wateule, ikiwezekana hata wa Sabato, ikiwezekana. Na udanganyifu huo atashirikiana na madola makubwa ya dunia. Ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo sura 18, naangalia, niliwaambia kwamba tutaangalia pia na unabii kwa haraka haraka. Ufunuo 18 mstari wa 1. Baada ya hayo nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Ni sauti ya Waadventista wa Sabato kutangaza kuanguka kwa Babeli. Malaika huyu aliyeshuka, Roho Mtakatifu amevuvia wainjilisti wa vitabu, wainjilisti walei, wahubiri walio hai, washiriki wa kanisa, kutangaza kuanguka kwa Babeli. Hatutaona malaika akisimama angani akisema umeanguka, umeanguka Babeli, bali ni Waadventista wa Sabato walio na ujumbe wa wima, ujumbe wa kweli, ujumbe wa Biblia, ujumbe wa machapisho, kutangazia ulimwengu kuanguka kwake kiroho. Biblia
inasema kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Mataifa yote wamefundishwa kwamba Jumapili ni takatifu. Wamefundishwa ya kwamba sheria za Mungu hazipo. Wamefundishwa ya kwamba Yesu haji haraka. Wamefundishwa hivyo. Wamefundishwa habari ya miujiza, maishara ya ajabu na udanganyifu wa yule muovu. Wamefundishwa kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba. Wamefundishwa kuabudu sanamu. Wamefundishwa kwamba kunywa vileo si tatizo, kula vyakula najisi si tatizo. Wamefundishwa usherati na uzinzi. Wamefundishwa ndoa ya jinsia moja. Wamefundishwa kuikana Biblia, kitabu kitakatifu, kutomwamini Yesu kwamba ni mkombozi wa ulimwengu huu, kumkufuru Mungu. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya usherati wake. Mafundisho ya uongo yasiyo ya Biblia, yasiyoongozwa na roho ya unabii, yasiyoongozwa na maandiko matakatifu. Biblia inasema na wafalme wa nchi wamezini naye. Wafalme wa nchi wamezini na mnyama. Kuzini naye maana yake watawala wa dunia wamekubali ya kwamba Jumapili na yenyewe ni takatifu. Wamekubali mafundisho ya umizimu. Wamezini naye kukubaliana na Jumapili ya kwamba ni siku ya Bwana na wakati ni siku ya ibada ya sanamu. Wafalme wa nchi wamezini naye. Si mkitaka kuona mambo hayo yako katika Ufunuo 19. Ufunuo 19 mstari nitakaosoma ni wa 19. Mstari wa 19. 19. Kisha nikamuona huyo mnyama, mamlaka ya papa, mamlaka ya Kirumi. Kisha nikamuona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Nabii anasema alimuona mnyama na wafalme wa nchi wameungana pamoja kuisimika Jumapili, kusimika umizimu kwenye uso wa dunia, kukubali ndoa ya jinsia moja, kukubali uovu na uchafu wa namna hiyo, kwamba ni haki za binadamu, ni haki za binadamu. Wakafanya vita na yule aliyepanda farasi mweupe, Yesu. Ukitaka ushahidi wa neno hilo, si huko hapa tu, Ufunuo 17 mstari wa 12. Ufunuo 17 mstari wa 12. Biblia inasema na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Karibuni sana majimbo ya dunia yatagawanywa majimbo kwa majimbo. Wewe tawala jimbo fulani. Wengine wameshasema Afrika na yenyewe imeshatawa ina jimbo lake. Wengine wanajaribu kugawa hayo majimbo tayari katika dunia, tayari imepangwa majimbo. Na hao wafalme majimbo 10 hayo wote watapeleka heshima kwa papa. Zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Bado mipango inatengenezwa kutenga dunia kwenye majimbo 10. Lakini ni kama yamekamilika, tangazo ndilo bado. Lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama atakapowekwa kwenye kiti, na wale majimbo 10 yanatangazwa wafalme wao.
Hawa wana shauri moja: kuikataa Sabato, kumkataa Yesu, kukataa sheria takatifu za Mungu. Hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Kwa hiyo wafalme wote wataweka utii kwa papa. Sisi tutakuwa wageni wa nani? Hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Majeshi yote ya dunia yatamkiri papa. Hawa watafanya vita na mwana kondoo. Si kwamba Yesu atasimama kufanya vita na mataifa hayo. Wafalme hao, vita vitapiganwa. Kanisa la Mungu, washiriki wake ndio wako kwenye pambano, watakao dumu kuisimamia Biblia takatifu jinsi ilivyo, bila kupindisha. Ujumbe wa malaika watatu umehubiriwa wa wima, ujumbe usiopinda. Ukweli wa Biblia umenyooka. Machapisho yamesambazwa. Biblia imeenezwa. Roho ya unabii imetangazwa. Ukweli umetangazwa. Amri 10 zimetangazwa. Ukweli wa neno la Mungu umewekwa wazi. Na sasa ni wafia dini. Biblia inasema ya kwamba hawa wafalme na mnyama watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda. Atawashindaje? Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja nao ndio walioitwa wateule na waaminifu, washiriki. Waitwao wateule na waaminifu ni washiriki waliowekewa muhuri wa Mungu, waliomfuata Yesu kokote aliko. Siku ya Sabato wanaiheshimu Sabato ya siku ya saba. Wanamheshimu Mungu, hawataki kutenda dhambi. Wamechoka na dhambi, wamechoka na uovu wa dunia hii, wamechoka na uchafu wa dunia hii. Wanasema dhambi hapana. Wametakaswa na damu ya Yesu Kristo. Hao ndio waitwao wateule na waaminifu, na si wengine, ni washiriki wa kanisa. Si wengine, ni washiriki wa kanisa. Msifikirie ni wengine kwamba watatoka huko. Ngoja niseme maneno haya sasa hivi muyasikie. Vita vilivyo vikali vilivyokuja mbele yetu ni vita vikali kabisa. Jinsi ubandia unavyo tofautiana na kilicho halisi. Shetani haruhusiwi kuigiza kabisa jinsi Kristo atakavyokuja. Shetani atakuja akimuigiza Yesu Kristo, akifanya miujiza ya ajabu, na watu wataanguka chini kumwabudu yeye kama Yesu Kristo. Tutaamuriwa kumwabudu kiumbe huyu ambaye ulimwengu utamtukuza kama Kristo. Wafalme na mnyama ndio watafanya kazi hiyo. Hakuna kununua, hakuna kuuza, paka umetii mamlaka za dunia. Wafalme na marais wa dunia wameungana pamoja kuungana na joka na mnyama. Tutakuwa wapi wakati huo? Tutakuwa wapi? Sasa hivi malaika bado wameshikilia pepo 4 za dunia. Neno la Mungu linasema tutaamuriwa kumwabudu kiumbe huyu ambaye ulimwengu utamtukuza kama Kristo. Atajitokeza shetani, maneno yake atayatamuka sauti kama ya Yesu, sauti laini ya utulivu. Miujiza itatendeka na watu wataona. Atatangaza ya kwamba yeye ni Kristo, lakini atatangaza pia ya kwamba
mimi ni Kristo, nimeiondoa sabato ya siku ya saba, nimeweka sabato ya siku ya kwanza ya juma ndio sabato. Mimi ni Yesu. Na wengi wataona ni ukweli. Wengi wataona ni ukweli. Ndivyo sabato ya bandia. Wafalme wa dunia na joka na mnyama ndio watakaofanya jambo hilo. Na shetani atakuja katika umbile la Yesu Kristo. Wala tena miujiza itatendeka na watu wataona. Neno la Mungu katika Ufunuo linasema ataita moto utoke juu. Kama mnakataa, atasimama na kusema moto shuka. Moto mtauona unatoka juu. Ujaanguka chini kumsujudi. Hey, ataita moto kutoka juu. Ndio maana Daniel anasema hakuna tabu kama hiyo. Itakuwa ni tabu haijatokea hata mara moja. Inaitwa tabu ya Yakobo. Ni mateso kwenye imani yako na katika roho yako. Wale wasiosoma Biblia, maandiko ya kweli, watayumbishwa tu. Watasema ni kweli. Hata hivi sasa washiriki wangapi mnaenda kwenye mikutano ya kuponywa? Ni wangapi mnaoenda? Si mnaenda? Wangapi mnaenda kwa Mwakasege huko wapi mnaenda? Si mnaenda? Si mnaenda? Watu wanaenda. Mimi ugonjwa umezidi. Si ananiombea tunapona basi. Unatoka na alama ya mnyama. Ijapo haijatangazwa, tayari umeshawekewa kielelezo kwamba ni wewe uko pande ule. Ni bora uwe mwaminifu ufie hospitali ya Bugando. Kwambie. Ni bora uwe mwaminifu. Magonjwa yatakuja mengi. Tibiwa hospitali. Nenda hospitali, tibiwa. Fanyiwa uchunguzi kwenye hospitali. Tumia dawa za hospitali. Ikishindikana, ita wazee wa kanisa. Ita wachungaji wa kuombea. Ikishindikana, si lala. Lala tu. Lala. Upate ufufurio bora. Ikishindikana lala. Kuliko kumsaliti Bwana. Sikia maneno haya. Sikia ya maneno. Shetani atakuja akimuigiza Yesu Kristo, akifanya miujiza ya ajabu. Nao watu wataanguka chini kumwabudu yeye kama Yesu Kristo. Tutaamuria kumwabudu kiumbe huyu ambaye ulimwengu utamtukuza kama Kristo. Tutafanya nini? Tuambie watu kuwa Kristo ametuonya dhidi ya adui huyo, ambaye ndiye adui mbaya sana wa binadamu, ambaye anadai kuwa ni Mungu. Na tuwaelekeze pia kwamba ana uweza na utukufu mwingi, akiandamana na malaika 10,000 mara 10,000 na maelfu ya malaika, na kwamba atakapokuja tutaijua sauti yake. Bible Commentary, Shuhuda za Kanisa, kitabu cha 6, ukurasa wa 1106, chapa ya 1888. Sikia. Shetani anajitahidi sana kujinufaisha kwa kila namna, akijigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Atazunguka duniani kama mfanya miujiza na maajabu. Kwa kutumia lugha nzuri, atatoa maneno yenye ushawishi wa hali ya juu sana. Atanena maneno mazuri na kufanya matendo mema. Atamuigiza Kristo. Lakini katika jambo moja kutakuwepo tofauti iliyo wazi kabisa. Shetani atawageuza watu awatowe kwenye sheria ya Mungu. Atawaambia sheria ya Mungu ni kandamizi. Hamwezi kuziweza hizo. Muziache. Hapo ndipo ushutuke. Tofauti itatokea pale. Kuwaondoa watu kwenye sheria ya Yehova. Zaidi ya hayo,
ataigiza kufanya matendo ya haki kwa uzuri sana, apate kuwapotosha kama yamkini hata walio wateule, hata washiriki, hata wachungaji. Tutasalimu amri mpaka tuwe tumewekewa muhuri wa Mungu, mpaka tuwe tumetakaswa na damu ya Yesu, mpaka tumeungama dhambi, tumetubu, tumeziacha. Wazee wa makanisa na washemasi na waimbaji na washiriki wote, sikia, wafarume wenye taji, wafarume wenye taji vichwani, maraisi, watawala katika nyadhifa za juu, watadanganyika chini ya nadharia zake za uongo. Neno la ajabu, nikisoma hapa machozi yanataka kunidondoka. Anasema hivi, wagonjwa wataponywa mbele zetu, miujiza itafanywa mbele ya macho yetu. Je, tumejiandaa kwa ajili ya jaribio linalo tungojea wakati miujiza ya shetani idanganyayo itakapoonyeshwa hadharani kwa ukamilifu zaidi? Shuhuda za Kanisa, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 302, chapa ya mwaka 1862. Watu wakiwa chini ya uwezo wa roho wachafu watatenda miujiza. Biblia inasema na roho nabii inasema watafanya watu wawe wagonjwa kwa kuwaduaza kwa uchawi, halafu watawaondolea uchawi huo hirizi, wakiwaongoza watu wengi kusema wale waliokuwa wagonjwa wameponywa kimiujiza. Jambo hili shetani amelifanya hili tena na tena. Selected message, ujumbe uliochambuliwa, kitabu cha pili, ukurasa wa 53, chapa ya mwaka 1903. Sasa sikia maneno yanayotisha. Maneno yanayotisha ni haya: matukio ya ajabu ambayo shetani atajifungamanisha nayo sana karibuni yatatokea. Neno la Mungu linasema kuwa shetani atafanya miujiza, atawafanya watu kuwa wagonjwa kwa ghafla, atawaondolea nguvu zake za kishetani. Hapo ndipo watahesabiwa kuwa wameponywa. Matendo haya yanayoonekana kama uponyaji yatakuwa ni mtihani kwa Waadventista wa Sabato. Yatakuwa mtihani kwa Waadventista. Leo unaweza ukalala kidogo tu unaamka uko mgonjwa, mara miguu, mara kichwa, mara hiki, ujui ni nini. Omba, usikimbie kimbie. Nenda Bugando hapo uone wagonjwa walivyo. Nenda kesho alami Jumatano uone, au Jumanne au Jumatatu watu wanavyokanyaga, hawajui magonjwa yako hivi mengi mno. Ni saa ya kuomba kwa bidii. Ukisikia tumbo linauma, piga magoti. Mgongo unauma, piga magoti. Miguu inauma, piga magoti. Omba. Mtoto anauma, omba. Huyu anauma, omba. Omba. Soma neno la Mungu. Magonjwa, shetani ataambukiza watu magonjwa, atakuletea magonjwa hayaponi. Mpe Yesu mwili wako, mpe Yesu imani yako. Kwa hivi ndugu zangu wapendwa, jioni ya leo tunapokuwa katika mtihani mkubwa wa namna hiyo, niwaambieni watoto wa Mungu wa Adventista wa Sabato, twende maabara, twende Bugando, twende KCMC, twende Muhimbili, twende hospitali, kote twende hospitali. Magonjwa yetu tupeleke kwenye vipimo. Tukiona hakuna, tuombe kwa bidii. Omba kwa bidii. Omba tu kwa bidii. Tukubali, uwe mwaminifu hata kufa. Usikubali kwenda kwenye maombi usiyoyajua. Usikubali kwenda kwenye uponyaji usiyoujua. Ishara za ajabu
Shetani ameleta magonjwa. Humu Busweru magonjwa ni mengi mno. Kila mahali ni magonjwa. Kila ni mahali ni magonjwa. Jaribu ufike kwa Mamposa, utafika tu utarudi mzima. Usalama wetu, piga magoti kwa Yesu. Piga magoti kwa Yesu. Kama magonjwa yanaendelea, nenda Bugando, nenda Sekutule, onana madaktari. Tena ondoka useme, baba, mwili unanisumbua baba. Mbona nahangaika hivi? Baba, naomba kwenda Sekutule. Nielekeze kwa yule atakaye nipa tiba ya kweli pale Sekutule, au hospitali ya Pasiansi, au Bugando. Nikutane na daktari wa kweli. Sitaki kukutana na mashetani. Nipeleke nipate tiba ya kweli. Naomba kwa jina la Yesu, amina. Napanda daradara, napanda bajaji na kwenda baba kutafuta matibabu. Na kama hakuna matibabu hayo, Yesu niponye kwa jina la Yesu, amina. Piga magoti, mulilie Yesu. Kwa kuwa muda wetu jana nilimaliza, saa zimeenda, ili somo acha nilikatishe. Tugeukane sasa, tukafanye maombi, tugawanyike wawili wawili, tuombe Mungu atupe ushindi katika pambano lililo mbele yetu, pambano la kiroho. Mungu atujaze Roho Mtakatifu kwa wingi, tuingie kwenye pambano. Tumuombe Mungu atusaidie kutusamehe dhambi zetu zote na makosa yetu yote na uovu wetu wote. Atutakase katika damu yake Yesu. Tusafishwe kwa damu yake. Tumulilie atusafishe kwa damu yake, kwa neno lake atusafishe kwa Roho Mtakatifu. Tuombe utakaso. Tuungame dhambi. Sema, Baba, tunakukosea. Umetuingiza kwenye kanisa la haki, lakini ona jinsi tulivyo, tusamehe. Ili neno lililosemwa hapa liingie ndani ya maisha yangu, linibadilishe. Nijaze Roho Mtakatifu. Ninyeshe mvua ya vuli. Nisamehe kwa kutokubali kununua vitabu na kuwagawia wengine waupate ukweli huu. Sikujua kwamba idara ya vitabu ni idara kubwa ambayo itanisaidia kusaidia wengine kujua ukweli. Juma hili nisaidie niwe na fedha za kuchukua vitabu nigawie nyumba za jirani, niwapelekee na wengine ukweli nilioupokea. Tumulilie Mungu ujazo wa Roho Mtakatifu jioni ya leo. Tunyeshewe mvua ya masika jioni hii ya leo. Wawili wawili tugawanyike.